Hello guys, welcome to my YouTube channel. Remember to subscribe, like, share and comment. Today we've got a saddening story about this lady. She goes by the name Duta and ni uchungu sana, my dears. Let's pray for her justice. Yeah, this lady alisafirishwa na agency fulani from Kenya akiambiwa anapelekwa Saudi. Let's be very keen about this. Listen very carefully, then take a note on this. Huyo msichana alisafirishwa 2023 by a certain agency from Kenya, na akisafirishwa aliambiwa anapelekwa Saudi Arabia. Guys, be warned. Alikuwa anasafirishwa to Saudi Arabia, alafu vitu ziliturn. Yani huyo msichana akasafirishwa from Kenya to Ethiopia, wanasema by bus. Alitumia bus. Then kufikishwa Ethiopia, wakati anaenda kufly, wakamnunulia bag ya nguo ika-exchange. Wakaletewa bag ingine, akaambiwa achange nguo zake aweke kwa hiyo bag yenye walikuwa wamembaia. Little did she know that hiyo bag ilikuwa imewekwa dawa za kulevya. Imagine. So sasa yeye hakujua, si akachukua tu bag akaweka nguo, then kumbe ni setup. Lakini sasa nashindwa, hii setup ilikuwa setup aje? Ni nini waliuliza huyo msichana? She is 37 years old, imagine. Na ni mtu tu alitoka benye tu. Mtu utatoka nyumbani uende mahali ukasaidie familia yako, watoto wako. Then surely hao watu walitumia huyo msichana vibaya sana. But may God intervene. Wacha justice prevail. Sababu it's so painful. Imagine since 2023 up to now, huyo msichana amekuwa jail na sahi wamemsentence wammalize. Sasa hiyo ni nini kweli? It's so painful. Lakini story ingine ya kuhuzunisha sana, lakini tuendelee kumuombea. Spread this story widely, ndio at least tuone kama tutaweza mrescue. Sababu nini yake ya mwisho yenye amepewa ni mpaka Sunday, this coming Sunday. Na sasa wacha tuombe Mungu tu atende yake. So msichana akapata flight yake kufika Vietnam, ile kuperusiwa, kuangaliwa, ndio akapatikana na hizo dawa. Na sasa akakuwa jailed for that long, since 2023. Alafu story kweli inauma sana. Story inauma. Hizi ndio dawa za kulevya zenye alipatikana nazo kwa mfuko, na hakuna venye angejitetea sababu hii ni evidence enough. Hii ni enough evidence yenye mtu huwezi pinga kabisa. Hauwezi pinga. So hii story inafunza watu wengi sana. Kuna watu hawajui hizi rules za airport na nini. Huwa watu wanafunzwa, lakini wengine wanakuanga very innocent. Unapata umeekelea bag yako hapo waiting, ukisubiri flight yako. Alafu unasema hebu niende hata nikajisaidie kidogo then nirudi. Ile harakati tu ya kuenda, kuna mtu tu anachunga mahali, anaangalia, anakuangalia, monitor your movements. Then ataweza kuwekea tu dawa. Anakuwekea tu kwa bag na ujui. So we ukienda ile kufanyiwa nini, kuinvestigatiwa, unapatikana tu uko na dawa. Unaona? So inakuwa so tricky to some ladies. Unajipata kwa mess yenye haujui kabisa. Ama saa zingine unapata tu a stranger kwa airport, then unamuentertain, anakuongelesha, anakuambia hebu nishikie hii bag. Then we unachukua very innocently unachukua hiyo bag
na mwisho wa siku unajipata kwa noksi zenye hata haungefaa kuwa. So tunaposafiri watu tukue very careful. No, mwenye uko na yeye, chunga mali yako. Never trust anyone kwa airport. Airport iko na vituko mingi sana na kuna watu hivyo kule. So watu tukue careful. Hii ni alert message to very many individuals wenye hawajui hizo rules. So hiyo ndio rule ya airport. Unafaa kuchunga mzigo wako sababu anything can happen. Hebu tusikize watu TikTokers wenye walikuwa na discuss about this lady. Hiyo siku hajai post hiyo kitu, hajai elezea Wakenya kitu. So hivyo tu tulikuwa tumesema by tomorrow tuone kama tutasaidika, hata kama ni dakika kidogo zimebaki, hizo ndizo tu zitatusaidia. The last minute save a man. Hiyo ndio tutatusaidia. Juu wenye tunatafuta wa Vietnam, hawezi tusaidia. I wanted to call that admin. It is true. Let me say something. Let me add something. Nafasi kidogo. Tunataka solution. Mbanya ongea. Tunasema actually I wanted to call that admin right now. Tumuulize kuna msichana wetu anataka kunyongwa, anaweza tusaidia aje, because now the only option we have right now that can work. Na unasikia ni Saturday. So their Sunday is not our Sunday. So if tomorrow will be their Sunday for them, then maandamano here, the walk is what we need very early in the morning. So mi hiyo story ya watu wakiwa huko ati sijui Vietnam, mi sioni kitusaidia sana unless waamkie maandamano. Watusaidie for now. Yeah, let me say they can help us. The only way they can help us, waanze kuamshana saa hizi saa 8, wa plan peaceful demonstration kesho, asking the government of Vietnam to relook into her case, and then in preparation that William Ruto is going to make that call tomorrow, because that girl's life is on 1 minute, is just one call away from the president. So nyinyi watu mko Vietnam, the only way you can help us, muamshane saa hizi, pigianeni simu, mupange peaceful maandamano to the government there and say demand for the government to relook into her case. Museme that girl hata hajaiba kuku ya mtu, akiwa shule hajaiba hata kalamu ya mtu hata moja. Plead on her innocence. Go through the ambassador's office there. And then as Suku, we are going to put the pressure on maandamano so that the president can call. Now that's how we can work with that team. Ya Kenyans in Vietnam. That's how we can work together right now. There is no way they can help us now. This is a diplomatic issue. So amshaneni nyinyi mko Vietnam. Start saying this, muende huko, mufanye hiyo peaceful maandamano and you know, ask the government there to relook into her case, and then us, we will put the pressure on the president. That is how we can work together now. Ni kweli Banyapo umeongea juu sahi time hakuna time. Ni masaa tumebakisha sasa. Sasa sisi wenye wako huku na bado wenye wako huko tusaidiane tujue venye. Lakini government ya huku unajuanga mtu akitoka from Kenya to another country lazima gava ijue kama upiti penye na uwezi kuwa unaenda na ndege na unapitia kando. One thing so hivyo tumepanga hiyo ndio naona the way. One thing I've learned is that Kenyans in abroad, some of them are very reckless and careless about their Kenyans. Kenyans in abroad, you should come and you get united as one. Haiwezekani kuwa kuna mmoja wetu ananyongwa na saa hiyo mimi niko Israel na nisipige nduru, nisishangae. Inafaa mshikane nyinyi. Nimejua mko na wivu na ubinafsi mwingi sana. Because if we have that like of akina Akinyi who would wake up and tell you, ndio nimeamka. Please, not all Kenyans but a section of Kenyans uko majuu. Right now, tungekuwa tumeanza kuoccupy barabara ya kwenda huko kote, hata watu wa Vietnam wangekuwa huko. Wangekuwa huko. Exactly. Wenye wako huko wa Kenya ndio wangeanza hii maneno. Before hata sisi tufikiwe juu hiki tumekuja juzi. Wengi wao tumejua juzi. Haikukuja kitambo. Tungekuwa already tushajua. Nao wamenini ndio sasa tujue penye wote. Wacheni wapatie kazi rahisi. Nataka muende kwa page ya watu wawili tu, ya Mike Sonko na ya Larry Madao, na page ya media endeni kwa Al Jazeera. Al Jazeera inasikilizanga Kenyans issue very fast, jika mmejua hivyo. Story time ilisha. So we have to pressure these people at least wapeane hizo visa waende kwenye walikuwa wanasema wanaenda kuapili.
Welcome. Visa kama one ni so- kwa embassy si wanapewa tu hata na siku moja. Any number. I already One sent thing the at a time. numbers. Make that number public. Give the people give the people when you wako Vietnam pressure. Call those numbers and wake them up. Number 2, kitu ingine tumesema, we are going to make that poster ya walk of ya madam sitaki kusema jina maandamano ya hiyo peaceful demonstration. Those are the 2 things we are going to do for now before we talk of another thing. Okay? Sawa. Namba za watu wako nini? Vietnam ziweke hapa zikuwe public. Number 2, tuende kwa wiki, download that poster, make it go viral, call everybody to tomorrow's peaceful protest. Those are the 2 things. No multitude of ideas itafanya tusahau kitu tulikuja kufanya hapa. So we don't need multitude of ideas Vicky, right now. Objective. Vicky kwa Mbanya ambia Vicky aeke poster. Ai. Hebu ni mcall. Hamna poster. Just one poster, kila mtu achukue hiyo nini? Post tu hiyo poster peke yake, kila mtu achukue hiyo poster yake kwa profile yake and we move on. That's what you should be doing by now. We should be creating awareness, we should be creating pressure to the government. We shouldn't be even right now into their emails. The poster was ready. Where is the poster? Wewe Shiro iko wapi poster? Hainawekwa kwa Viki, Poster. tukimbia wacha aweke, imeload, it's loading, Wacha alafu tuone kama tukimbia huyo hapo kuna poster. Mbanya hiyo poster silikuwa ready, si wakati tulikuwa kwa live yenu ilikuweko. tulimwambia aongeze date tulimwambia aongeze date ya kesho, so that's what, and she already did it, so she's uploading. Relax, she's uploading, tukimbia hapo tuipost. Oh, okay. Aki, it is very important. Aki, guys, let's do this for this girl. Kabisa. We should, as it should be. Guys, right now it's about Kenyans for Kenyans. Exactly. Yeah, chukua microphone Shiro. Guys, let's do this. Also, if anybody, I think I talked to Mwiti about this. He has the contact of Dennis Itumbi. I wish he can also contact Dennis Itumbi. Dennis Itumbi is also going to help us with this hashtag if we get him. Banya ulipata Do we nani need- Wanja Nyarari? The question is, do we need Dennis Itumbi to tell him what to do hapa kwa nini kwa TikTok? Guys, focus. We are trying to reach out nani Banya. We are trying to reach out. Guys, we have people with power. Banya, listen. Banya put emotions aside. Sahi it's not about Exactly. politics. We are not